Mhandisi, wakati unahitaji kununua kompyuta au laptop kwa ajili ya matumizi yako, aidha ni ya ofisi au ni ya shule, kuna uwezekano mkubwa ukawa unawaza vitu hivi vitatu, kwamba nahitaji kompyuta labda iwe ni Core i5, iwe na RAM ya 8, lakini pia iwe na storage ya kutosha, maybe kuanzia SSD 256. Lakini kwa kutumia vigezo vyako hivyo hivyo unaweza ukapata kompyuta alafu ikawa na uwezo mdogo sana mpaka ukashindwa kufanya kazi zako vizuri. Kitu ambacho unasahau ni kwamba unashindwa kuzingatia kitu ambacho ni cha msingi kabisa katika performance ya kompyuta yako, ambacho ni processor generation. Neno Core i5 au Core i7 ili ni jina tu la familia ya processor kutoka kwenye kampuni ya Intel, lakini neno generation au processor generation hii ndio inayo define teknolojia lakini pia uwezo wa hiyo kompyuta yako. Kwa maana hiyo, ukienda katika duka ukakuta labda kuna kompyuta ni Core i5 alafu ina generation maybe ya 12, lakini pia kuna kompyuta ya Core i7 lakini ina generation ya 8. Chukua ile kompyuta ambayo ni Core i5 lakini ina generation ya 12, kwa maana ya kwamba kompyuta hiyo itakuwa ni imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa zaidi kulinganisha na kompyuta ile ambayo ni Core i7 lakini pia ni generation ya 8. Kuanzia sasa unapoingia katika duka la kompyuta kwa ajili ya kununua kompyuta, swali lako lisiwe kwamba ina RAM ya ngapi, bali uliza kwanza ni generation ya ngapi. Au ili kuepuka makosa haya, basi fika Pickpoint Computers. Hawa ni wauzaji wa kompyuta na accessory mbalimbali za kompyuta na wanapatikana Dodoma, barabara ya 11 karibu sana na General Hospital, au wacheki kwa namba zinazopita hapo chini. Na hii ni Freelancer Tech Lab, tunatoa science behind your device. See you on next video.